wazazi wangu walikuwa wanajua kama nitaenda chuo. Ilipofika ule muda wa kwenda chuo, ilipokuja swala la ada, kulikuwa kuna mshtuko, kana kwamba ilikuwa ni ghafla sana ili swala. Nakumbuka nilinunua hisa to the extent kuna siku moja ile hela ya kuendea hospitali nikakosa. Mimi alikusema tu kwa mimi tuanzie hapo, lakini itakuwa bilioni 1. Nilikuwa napata pesa, ila ninachojua mshahara wangu ulikuwa ukutani. Usidhani kwamba mjomba yule ambaye ana struggle saa hizi, na usidhani kwamba hicho kitu kinaweza kisikukute wewe. Inaweza kukuta, time flies. The aim is not to be rich while you start. The aim is to build consistency. Wow. Kama ambavyo sitofautiani na wadada wengi. Nimeshafanya. Wadada siku zote tuna matumizi mengi. Hela ya emergency haikai kwenye draw. Hela ya emergency has to end. Kaka, kwanza leo nataka ushike hii kalamu. Okay. Nataka uwaze kwanza. Fikiri hela ambayo umesave katika benki, lakini hela ambayo umeiweka akiba popote pale. Inaweza ikawa umeweka kwenye mobile wallet, yani hizi M-Pesa na kadhalika. Inaweza ikawa hela ambayo umemkopesha rafiki, na inaweza ikawa hela ambayo ipo tu kwenye draw. Okay. Ipo kwenye wallet. Ni hela ambayo hujaitumia, lakini ni ipo, unajua ipo, na unajua nikiitaka naipata. Okay. Sasa hii ni hela ambayo inaweza ikawa imekaa huko mwaka mmoja, miezi 9, nyingine unaweza kukuta hata miaka 2. Jiulize swali, wakati umeshika hiyo peni na unataka kuandika haya matumizi yote. Okay. Je, hii hela ukiipata leo inaweza kununua kile ambacho ulikuwa unaweza kukinunua mwaka jana? Kwa nini nauliza hivyo? Kwa sababu clearly hatupo kwenye kisiwa. True. Bei ya mafuta imeongezeka. Mimi nilikuwa naishi sehemu nimehama, rent zimeongezeka. Sehemu ulikuwa unalipa 400,000 saizi unalipa 700,000, 800,000. Sehemu ulikuwa unalipa 600,000 kwa mwezi saizi unalipa 1,200,000 na 200,000 na kadhalika. Lakini nauli zimeongezeka kwa sababu bei ya mafuta imepanda. Wakati unafikiri na wakati unajiandaa kuandika, umepata jibu lolote kwa haraka? Ile hela kweli inaweza ikanunua kile ulichokuwa unaweza kununua mwaka jana? Nashukuru kwanza kwa swali. Nimejaribu kuangalia balance yangu hapa M-Pesa kukumbuka. Nimejaribu kuangalia balance yangu kwenye account ya benki, kuangalia hela yangu ya akiba nilotembea nayo in cash. Na mambo ambayo pengine nafikiria kuyanunua labda mwaka jana. Ukweli ile amount ambayo pesa ambayo ninayo haiwezi kununua ile mambo ambayo natamani kununua. Whether it be uwekezaji, kwa sababu hata bei za uwekezaji kwenye assets zimepanda, bei za vitu zimepanda, commodities zimepanda. Yani kuna some sort of way naona kabisa thamani ya pesa pengine kidogo imepungua kwa sababu ya kupanda kwa gharama za maisha na gharama za vitega uchumi. Msikilizaji, na hiki ndicho ambacho kinamkuta kila mmoja wetu. Hela unaweza usiitumie vibaya, hela unaweza usiipoteze, ila hela ukiweka sehemu ambapo haizai chochote, inaweza vile vile ikapotea. Hii ndio dhima nzima ama topic nzima ambayo tunaiongelea leo hapa kwenye Orbit Money Talks. Je, hela ambayo naitunza kwa nidhamu kubwa na kwa kujinyima kwa nguvu kubwa sana, je, inazalisha? Je, hela yangu ambayo najibana inanifanyia kazi gani? Karibu katika kipindi chetu cha leo. Sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Victor, nitakuwa na Devota.
swali kubwa tutakuwa tunaliuliza leo na tunalijibu sisi wenyewe na wewe msikilizaji unahitaji uendelee kulijibu kimya kimya, ni je, hela ninayoitunza kwa bidii inanifanyia kazi gani? Moja kwa moja nianze na Devota. Wewe ni mdada, lakini wewe pia ni mama na umebahatika kuwa katika sekta ya uwekezaji kwa more or less miaka zaidi ya 3. Yeah. Kuna vitu ambavyo unavijua saizi unatamani ungevijua miaka 3 iliyopita. Labda tupe situation yako moja tu ambao unasema mfano hii ngoma ingenikuta ninachojua saizi na ningekijua back then, kwa kweli ningekirekebisha kwa kiasi kikubwa. What is that one moment ambao unatamani will call back? Katika miaka yangu ambayo nimefanya kazi, miaka huu sasa ni mwaka wa 9. Katika miaka ambayo nimefanya kazi, miaka 3 nimekuwa kwenye sekta ya investment hivi karibuni. Lakini miaka 6 yote nyuma nilikuwa kwenye industry tofauti. Kwa bahati, siwezi kusema mbaya, lakini kwa bahati ambayo unfortunately sikuweza kuwa najua masuala ya uwekezaji kama ambavyo nayajua sasa. Kama ningelijua hiki ninachokijua leo miaka 9 iliyopita wakati naanza kazi, even baada ya kuanza kazi, nilikuwa napata pesa, sikuwa na majukumu yale nilionayo leo, na hela nyingi kwa kweli ilikuwa inatembea, sikumbuki hata ilikuwa inaenda wapi, ila ninachojua mshahara wangu ulikuwa ukutani. So ningevijua hivi kipindi hicho ambacho nimeanza kazi miaka 9 iliyopita ya nyuma, leo ningekuwa naongea ushuhuda mwingine. But ndani ya hii miaka 3 ambayo nimekuwa kwenye investment, mambo ya uwekezaji na kila kitu, na nimeweza kuvijua, vimenifundisha vitu vingi sana na bado naendelea kujifunza. Okay. Kwa hiyo unataka uniambie wewe ndio ulikuwa ndio wale wa salary advance. Unaenda kumcheki HR tarehe 9, unamwambia HR, mimi unajua nipo. Fanya jambo tutakutana mwisho wa mwezi utakata juu kwa juu. My former HR anaweza kawa ananisikia. Hiyo ilikuwa ndo situation ambayo tulikuwa tupo. Yeah. Pole sana. Victor. Ndio. Wewe najua wewe ni mwekezaji. So we will not beat around the bush. Lakini najua hata na wewe una mafunzo ambayo unachukua kusema you know what? Kuna vitu mimi ningevijua na vifanya tofauti. Je, kwa mfano naelewa unawekeza sana kwenye hisa. Lakini sijajua appetite yako katika uwekezaji mwingine ukoje? Mifuko ya uwekezaji wa pamoja hii kama Inuka Money Market. Okay. Mifuko ambayo ya ukwasi, unaingia haraka, unatoka, unataka kutunza hela kwa muda mfupi, unatoka. Ni kitu ambacho umewahi kugusa ama wewe ni mtu wa hisa tu long term and so forth? Okay. Well, mimi niseme I'm 99% hisa and 1% blood. Just a joke. Just a joke. Lakini kati ya vitu ambavyo nimekuja kurealize na kujifunza the hard way recently ni as much as it is nice to invest kwenye hisa na vitega uchumi ambavyo vinakuwa thamani, let's say hata real estate kwa mtu ambaye anafanya real estate, kwa mtu ambaye anafanya biashara, let's say trading, logistics na kadhalika, ni lazima kuwa na kiasi cha fedha ambacho kipo standby kwa ajili ya hizi dharura. So I learned it the hard way kwa sababu mwaka jana, kwa bahati ambayo sio nzuri sana kibinadamu, tulikuwa namuuguza mama. So kipindi hicho nakumbuka, of course nilikuwa nafanya biashara, jioni natoka Kimara naenda Aga Khan almost every day. So ghafla gharama zangu zika triple, sababu ilikuwa ni trip za boat kwenda na kurudi. Sasa that was a life kwa muda wa miezi takriban 3.
nikagundua kwamba kwenye maisha yangu sikuwa na kiasi cha fedha ambacho kilikuwepo kwa ajili ya hizi unforeseeable circumstances. So you can imagine toka mwezi wa 6 tulikuwa kwenye hizo safari za kuhakikisha mama anakuwa vizuri. So basi Mungu akatupa muda, tukasukuma kufika mwezi wa 9. Kitu ambacho siwezi kusahau ni bei za hisa zilishuka. I mean hisa ambayo mimi nanunua ilishuka na nikaona hapa ndio opportunity sasa. Kwa hela nyingi nilikuwa nanunua hisa. Hela kidogo ndio ina cover nauli na nini. Ya mimi attention yangu yote ilikuwa ni kwenye hisa. Hisa. Nakumbuka nilinunua hisa to the extent kuna siku moja ile hela ya kuendea hospitali nikakosa. Nikabidi nipande daladala sasa. First time. Na nilipopanda nikapost, watu wakasema hatuwezi kuamini, lakini it was true. Yaani for some reason kwa sababu kadi yangu ilikataa kulipia. Kwa nikawa na vichenchi ndio nikapata daladala kwenda hospitali. Kwa unataka kulipia na wale daladala kwa kadi? Unataka kuchanja? Ndio kuchanja sasa nikagundua kwenye Bolt sio tena kuchanja. Okay. Imeisha. Kwa sasa ikabidi nipande daladala. Nakumbuka siku ambayo hela ilikata, yani sina hela popote, ilikuwa ni siku ya tarehe 18. Tarehe 18 tumetoka hospitali kama saa 5, rudi nyumbani, naangalia kila mfuko wa shati, kaka, sina hela. Nikiangalia huku zote nimezinunua hisa. Yani zote nakumbuka nilinunua hisa 1100, 1200, 1300. Yani I went all in. Tarehe 19 asubuhi baba ananipigia simu, njoo hospitali. Hela ya kuja hospitali sina. Ikabidi nimpigie mwanangu mmoja, rafiki yangu. Nikamwambia bwana, I'm suffocating. Sina liquidity. Nilikuwa sitaki kuuza hisa kwa sababu naona hizi zina potential. Lakini I needed cash. Yaani naongelea ile basic cash ilikata. Basi baba ninafika hospitali, baba nipa taarifa ambazo sio nzuri, za kusikitisha. Yaani kati ya vitu ambavyo nilikuwa najua hapa mimi mkono wangu nimeitai. So kipindi kile financially kwangu mimi kilinifungua na kunionyesha kwamba kuna umuhimu wa kuwa na pesa ambayo ni ipo kwenye money market. Yaani it's not locked in kwenye asset, it's not locked in kwenye real estate, it's not locked in kwenye equity. As much as they are good, lakini ile changamoto na ile emergency iliyotokea kwa kweli nipa funzo kwamba this is high time that you have substantial amount of money to cover easy and unforeseen circumstances. Yeah. Kwanza pole sana. Shukrani sana. Wasikilizaji wetu, nadhani hiyo ndio lesson number 1. Unaweza ukawa mwekezaji mzuri, unaweza ukawa tayari una nidhamu, kwa sababu kama ulivyosikia Victor ana nidhamu, ana invest mpaka anakosa nauli. Lakini kuna umuhimu sana wa kile unachokifanya katika investment ama katika saving, kukipa majukumu kwamba hiki kinaenda kwenye long term investing, lakini hiki nakihitaji kwa ajili ya majukumu yangu ya kila siku, kwa sababu kuna kitu nitakifanya kesho, ikiwemo kununua lunch na kadhalika, nimekutana na washikaji, lakini mwisho wa mwezi maybe kuna bills mbalimbali za kukava, internet, vifurushi kadha wa kadha na hivyo. Baada ya miezi 6 unaweza kukutana na kodi ya nyumba, unaweza kukutana na ada and so forth. So lesson number 1, unaweza ukawa na discipline, unaweza ukawa una invest, lakini je, pesa yako umeipatia malengo? Hii ni ya long term, hii ni ya short term. Sasa katika ile ya long term ambayo umeweka sehemu nzuri, kama kwenye hisa kama anavyosema ndugu yetu hapa, ile ya short term unaiweka wapi? Yes. Kitaalam kabisa. Ndio maana kuna hizi product za money market. Lengo lake ni jepesi sana, kukupa urahisi wa wewe kuwekeza, lakini kukupa urahisi siku utakayotoka uweze kutoka ndani ya muda mfupi. Na kwa kipindi hiki cha muda mfupi hela yako
ambayo itakuwepo katika ule uwekezaji sasa wa muda mfupi isiwe ina earn small returns, iwe na uwezo wa ku earn kitu kidogo kidogo, ili kama ilikuwa ni milioni moja basi usiitoe milioni moja, ama sometimes ukuta kuna situations inatoka hata 900,000 na 99,000 na kitu itoke milioni moja na ushare plus. Exactly, kwa sababu hiyo ushare hiyo ndio inaweza ikawa ndio nauli hiyo ndio inaweza ikawa lunch ambayo yule mteja ambaye unaenda kukutana naye ndio unamlipia lunch, mna marinate ile biashara mnaipata. Na hiyo ushare hiyo kama vijana ambao wanajitafuta wanaenda kwenye date inaweza ikawa hela ambao unamvutia yule mwenzio Bolt imrudishe nyumbani ukapata pointi zako 3 muhimu ukaonekana gentleman. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuweza kutumia vyanzo sahihi vya kuinvest, na kuvitai na malengo sahihi. Malengo ya muda mrefu kuyatai na investment avenue sahihi, na malengo yale ya muda mfupi kuyatai na investment avenue sahihi. Devota, so unasema miaka 9 papa, hujui transaction zinaenda wapi na hakuna siku mshahara ulikochelewa. So far naona wadada wengi mnapenda kucheza hii michezo, mwezi huu unanipa laki, baada ya hapo laki moja tena inaenda kwa mtu mwingine. Umeshafanya hicho kitu? Kama ambavyo sitofautiani na wadada wengi. Nimeshafanya. Sasa kina tofauti gani na uwekezaji kwenye mifuko kama hii ya Inuka Money Market? Tunaita upato. Ina jina lake, linaitwa upato. Upato wa mchezo wa kupeana. Haina tofauti na kama unaweka kwenye kibubu, kwa sababu unapokuwa mnapeana hela kunakuwa kuna mzunguko kiuhalisia. Kama mko watu 10, ili wewe ufikiwe, kama wewe ni mtu wa mwisho inabidi uwe umetoa ile hela mara 10 ndio itakufikia wewe wa 10. Ni sawa kila siku kwenye kila mwezi ama kila wiki ulikuwa unachukua shilingi 10,000 yako na unaiweka kwenye kibubu, na mwisho wa siku utaipata kama ilivyo. Lakini kwenye uwekezaji ambao nimeshaanza kuufanya, 10,000 naiweka leo au naiweka kila siku, kila mwezi, 100,000 naiweka kila mwezi, ni baada tu ya kuiweka kesho yake imeshaanza kupata shilingi. Kwa hiyo kile ninachokipata kwenye upato napata kamili. Kama ilikuwa nipate 100,000 nitapata 100,000. Huku kwenye uwekezaji kama ni 100,000 nitapata 100,000. Ulisema kitu ushare, nitapata 100,000 na ushare. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa sana kati ya michezo ya kupeana ama upato na kuwekeza kwenye sehemu ambazo zinakupa ushare ambao ni nyongeza, motisha. Alright. Hiyo ushare inaweza kuwa game changer hiyo. Ushare ndio unabadilisha kila kitu hii. Kweli kabisa. Kwa mfano ukiangalia let's say harusi. Watu wanapochanga kwenye harusi, tunajiandaa harusi kwa miezi 6 labda. Mimi bado nipo mbioni kuelekea huko. Mambo yashakuwa moto. Devota, muda kushona magauni sasa. Harusi ipo. Sasa ukiangalia zamani ambapo tulikuwa nafanya, ni mchango unapitishwa, kila mtu anachanga, ile inakaa kwenye account au kwenye kibubu, whatever the case. Kuna nyingine budget zinafika hadi milioni 200, milioni 300. Umeona sasa watu wakichanga inafika hizo amount ya milioni 100. Mimi alikusanga tu kwa milioni 100. Tuanzie hapo, lakini itakuwa bilioni 1. Sasa ukiweka milioni 100 ile ambayo tumechanga assume kwenye hiyo money markets assume ambayo inaweza kukupa let's say mpaka 1% kwa mwezi assume 100. Sasa 1% ya milioni 100 ni milioni. Hiyo pengine ni hela ya kumlipa vendor fulani, let's say sehemu ya hela ya kumlipa vendor, of course, na kufanya mambo mawili matatu ambayo ungeweka ile milioni 100 kwenye taasisi yoyote ya fedha ambayo ni benki, pengine ukienda kuitoa ungekatwa kidogo.
So kuna umuhimu wa hata sisi ambao tupo njiani kwenye hizi social practices kama ndoa kufikiria modern way ya kufanya mambo in a much more smarter way ambapo unaweza kupata clean money kwa urahisi zaidi. Unajua umeongea kitu ambacho it got me thinking, kwa sababu unakuta more or less unakuta hizi harusi ni program ambayo ni project ambayo mpaka watu wanafanya ile harusi na michango inaanza kuchangwa, ni project ambayo inachukua miezi 4 miezi 5. Okay. Kwa hiyo unazungumzia hapa 1% hizi za milioni 100. Hii ni more or less unaweza kukuta ni milioni 5. Sasa milioni 5 kibongo bongo hapa inakustiri mwanangu, inakustiri kwa sababu kuna kuingia kwenye ndoa mwanangu na madeni, alafu unaweza kukuta venda hapa na kudai anza kushikana mashati huko, mmesafiri mko vacation huko, exactly, pumziki, unarudi umechoka lakini kutoka mapumziko unakuja kwenye unatafuta tena mapumziko mengine tena yeah. Kwa umeleta kitu cha msingi sana, kwa sababu kweli kuna vitu tunaanza kuviona na hizo ndo mistakes ambazo tunaziona watu wengi wanazifanya, na wote tunazifanya, kwa sababu vingi ambavyo vinatokea katika maisha yetu, to be honest, vingi tunakuwa tunajua mwezi fulani natakiwa nifanye kitu fulani, lakini by the time kile kitu kinafika ule muda, it looks like you're not prepared. Yani mimi always natoaga mfano wa mimi nilivyokuwa naenda chuo. Ilikuwa very clear kwamba I believe it was clear kwamba nitafaulu form 6. Kwa I believe kwamba wazazi wangu walikuwa wanajua kama nitaenda chuo. Okay. Lakini ilipofika ule muda wa kwenda chuo na kulikuwa kuna appetite mtu akasome nje and so forth. Ilipokuja swala la ada kulikuwa kuna mshtuko, kana kwamba ilikuwa ni ghafla sana ili swala. Umeona? Kusema kweli, with all due respect, my parents walikuwa kama unprepared kidogo, kama ile swali lilitoka ghafla sana. Okay. But why? Simply because of the mistake watu wengi tunavifanya. Unajua kabisa mwezi fulani natakiwa nifanye jambo fulani, lakini huanzi kukifanya leo. Natakiwa nilipe bili ya nyumba, kodi ya nyumba baada ya miezi 6, sianzi kusave leo. Lakini pia inawezekana nina nidhamu sahihi, kwa sababu kama mimi wazazi wangu walikuwa na nidhamu ya hela. Sijai kumuona mamangu ameenda Mikumi ana nidhamu ya hela, lakini kilichokuja kumshika ni kitu rahisi sana. Na anaweka hiyo hela wapi? Okay. Toka mdogo mimi ndo niliyomwambia kuhusu mambo ya uwekezaji kwenye masoko ya hisa na nini. Umeona? So all that time mpaka mimi namaliza chuo na kuja kupata hii exposure almost 8 years baada ya kumaliza chuo, hela alikuwa more or less inakaa katika hiyo upato aliosema Devota. Yeye alikuwa ni mtu wa kucheza michezo. Kwa anakuta ile hela it's not earning any interest. Na hata angeipack taratibu sehemu, imagine nitoka niko form 1 tayari kulikuwa kuna hizi investment avenues. Alikuwa na leeway ya miaka 6 ya kujiandaa mdogo, lakini ikaja ikatokea ghafla. Na tunaposimulia hivi unaweza ukadhani haitakukuta. Lakini tupo kwenye mtego wa yoyote yule likamkuta. Kwa sababu hata atakukuta on a short term, lakini pia anaweza akakukuta on a long term. Na ndio maana we need to demystify hicho kitu kwamba unapowekeza kwanza tight to a goal. Lakini usidhani kwamba mjomba yule ambaye ana struggle saa hizi, unavyodhani kwamba alipoteza muda alivyokuwa kijana, usidhani kwamba hicho kitu kinaweza kisikukute wewe. Kinaweza kikukuta. Time flies. Kwa hiyo the best thing to do is to believe and trust the process na kuanza saa hizi. Victor, kuna mjadala mmoja niliona hapa mtandaoni, kwa sababu kwa nini naleta hiyo issue? Kwa nini naleta hii issue ya saa hizi ni kwa sababu kuna mjadala mmoja niliona mtandaoni a few months back ambao ulikuwa unasema kwamba unajua uwekezaji huu tunaongelea masoko ya fedha, kuwekeza katika mifuko, unabidi uwe tayari umeshajipata. Wewe ambao una NF 10, this is not your thing. Hebu jitafute kwanza, fanya biashara kwanza, and then utakapojipata ile excess ndio ianze kuiweka.
ilinifikirisha kidogo kwa sababu unajiuliza huyu mtu unamwambia si save size akiwa na kidogo. Hii nidhamu ataiweza kuincorporate vipi akiwa na kikubwa? Usiwateki na vitu kama hivi, kwa sababu moja ya vitu ambavyo wengi tunakosea ama tunavichanganya ni uwekezaji vis-a-vis biashara. Tunakuwa tunavishindanisha hivi vitu. Je, ni vitu vya kushindanishwa? Hapana. Ni swali zuri na mimi huwa in my line of work I come across such questions kila saa. Umetoka kufanya seminar, umefundisha watu kuhusu different investment options based on risk appetite yao, pengine na umri na financial capability yao, then swali linainuka na linakuwa gumu sana kama limetoka kwa mtu mzima, amefanya biashara miaka 30, biashara imesomesha watoto, ameona cash flow and everything, anauliza kwamba niache kufanya biashara, nichukue pesa niweke kwenye uwekezaji. Umeona? So mimi naona ni vitu ambavyo haviwezi kushindanishwa. Na kwanza, kila kimoja kina umuhimu wake, sehemu yake. Chumvi haiwezi kureplace sukari na sukari haiwezi kureplace chumvi. Tunaposema kuwekeza haimaanishi usifanye biashara, sawa? Ila tunashauri kuwekeza jambo moja, kwa sababu kuna siku ipo, kwa sababu moja au nyingine, ita sababu ya umri, sababu ya kiafya, mabadiliko ya kiuchumi, itakulazimu step out of the system, either biashara au kama umeajiriwa au kama una run biashara au competition tu. Umeona biashara ambazo zilikuwa vizuri lakini sasa hivi hazipo kwa sababu ya competition. Sasa huyu mtu anajipangaje ku-earn kipato hata kama sipoenda kufungua mlango wa duka na kuuza bidhaa kutoa huduma? Hiyo ni sababu ya kwanza. Ila sababu ya pili, tunashauri mtu aanze na kipato kidogo, sio kwa sababu akiwekeza 10,000 leo itakuwa milioni 1 baada ya miaka 3. Hapana. Lakini ni kitu very crucial, umesema nidhamu. Ukiweza kuwa na nidhamu ya shilingi 10,000 itakujengea memory cells zako kukumbuka kila nikipata pesa kuna sehemu natakiwa niweke for my tomorrow, for my future. So no maana tunashauri start practicing consistently even with little money. The aim is not to be rich while you start. The aim is to build consistency, to build a habit, ili memory cells zako ziweze kukumbuka, okay, money nimeona alert in my phone imeingia, sasa I have to save for my future. So kama una shilingi 10,000, anza kuwekeza, kwa sababu one day it will save you in the future. Lakini haimaanishi ukianza kuwekeza ufunge biashara. Hapana. Chumvi na kazi yake, sukari na kazi yake. Sukari haiwezi ku replace chumvi. Ukasema sukari imeisha natumia chumvi, au ukasema chumvi imeisha sasa kwenye chakula instead of kutumia chumvi tuweke sukari. Hapana. Au Miss Devoto unasemaje? Hamna hicho kitu. Unless unataka kutengeneza dawa kienyeji. Na nadhani hicho kitu tunabidi tukichukue simply because biashara ina swings, lakini kuna kitu kinachoitwa diversification. Wakati biashara inafanya vizuri, je, una ngome ipi ambayo inalinda wealth yako? Ikitokea leo umeingia unforeseen hasara, unforeseen loss, je, una chochote ambacho unaweza ukakitoa sehemu fulani kwenda kumitigate ile loss ndani ya muda mfupi na kuweza kukusitiri na kuisitiri ile biashara? Kwa sababu narudia tena pale pa mwanzo kwamba hela lazima iwe na malengo. Kuna hela ambayo unataka ikue, kuna wealth ambayo unataka ikue, lakini kuna wealth ambayo unataka iwepo pale kwa ajili ya kulinda nyenzie, inaleta stability. Na kuna wealth ambayo iko pale more or less unataka
of course kuna accumulation hiyo na growth. Protection. Sasa je, jiulize, akati niko aggressive kukimbizana kukuza mtaji, je, kuna askari wengine wapo kwa ajili ya kunilinda? Sasa askari wazuri wa kukulinda ndio hawa ambao ni low risk, ambao wanaweza wasikupe 30% return, 60% return, wakakupa 14%, 15%, lakini wakakulinda, wakahakikisha kwamba year on year wewe utakuwa salama, lakini hutakuwa na kupanda na kushuka, utakuwa unakaa stability. Mimi nasema, na ndio maana unakuta kuna mbio kuna wakimbiaji ambao wamespecialize mbio fupi, wanakimbia spidi sana lakini ndani ya muda mfupi, lakini kuna wale ambao wanakimbia marathons ambao wanaweza kutumia saa 1 na dakika 21. Sasa maisha ni safari ndefu, na over time unataka pia uwe na askari ambao unaweza ukatrot nao mdogo mdogo, hawatachoka. And that is money markets for you. Mdogo mdogo, lakini they are there for you. Ukitaka leo upate nauli kama Victor alivyotaka nauli, unamvuta pap, huku unaendelea. Ukitaka unaendelea kucheza mchezo wako wa upatu, lakini wakati unasubiri kumchangia rafiki yako next month, leo umepata ile laki, unamweka kwenye money market. Akati ile hela sasa unampatia rafiki yako yule kwenye ule mchezo wa upatu, tayari kuna ushare imebaki kwa ajili yako. And that is money. Na hapo ndipo tunasema sasa, hela yangu kuna kitu inanifanyia kazi. Devota, wewe ni mtu ambaye umekaa kwenye soko, umekutana na wawekezaji wengi. Ili mwekezaji anaweza kadhani hawa wawekezaji ni watu wa ajabu sana, lakini I believe kuna lessons ambazo umejifunza kwa hawa wawekezaji, unasema huyu mtu kwa kweli kuna kitu amenifundisha ambacho mimi nakichukua. Is there one case ambayo umekutana nao ya mwekezaji ambaye amekuja ukasema huyu ameniinspire, hiki nakichukua? Ama kuna case ambayo ikasema kwa kweli I thought this was a myth, lakini hii naichukua? Kuna kitu hapa tumekiongelea kinaitwa nidhamu. Kuna mteja ambaye amenifundisha nidhamu ya uwekezaji. Tumekuwa wawekezaji wapo wengi, tunawekeza, kuna kitu tunatofautiana. Nidhamu ya mtu mmoja na mtu mwingine, au ya mimi na Mr. Victor hapa, inaweza kana tofautiana simply kwa sababu ya nidhamu. Katika wawekezaji ambao nimeshakutana nao, na mwekezaji mmoja piga huwa garagaza, kila siku alikuwa lazima aje awekeze shilingi 20,000. Yaani mpaka unajiuliza, kila siku 20,000 hachoki, sianzi kusanye. Lakini over time yule mwekezaji, hata mimi nafikiri amenipita uwekezaji. Amenipita kabisa by far, kwa sababu mfuko hizi money markets, kwa mfuko ambao upo kwa mtu ambaye amewekeza kwa mfululizo shilingi 20,000 from Monday to Friday, na siku ambayo hampo ofisini ataweka benki, nidhamu ya shilingi 20,000. Zaidi ataongeza 25-40, lakini lazima 20,000 ije. Kwa miezi 6 akifanya hivyo, na mimi ninayesubiri nipate 100,000 shindo. Nitoa ushahidi kwamba jamani I invested. Kwa kweli alinifundisha kitu, kwa sababu ni mteja ambaye namfahamu na najua amenizidi parefu sana kwenye uwekezaji, lakini yeye anaweka kidogo na mimi nasubiri niweke nyingi. So alinifundisha kitu ambacho sasa hivi na kiadapt. Mimi niko kwenye sekta ya uwekezaji, lakini nimejifunza kitu kutoka kwa mwekezaji na kiadapt, na kinajenga nidhamu, kimenijengea nidhamu kubwa sana. Wow. Hiyo inaitwa nguvu ya 20,000. I think hiyo ndio myth kubwa ambayo tunakutana nayo vijana, kwamba unahisi kwamba nahitaji hela nyingi,
ama nahitaji kuwa na elimu kubwa sana ya uwekezaji kuwekeza. Just to realize kwamba uwekezaji ni more or less 30% knowledge and the remaining 70% ni personality yako. Sasa nidhamu, consistency, discipline, watu unaozunguka nao. Mi huwa nasema hiyo inachangia sana, watu unaozunguka nao. Mimi hapa bwana, I would say one thing ambayo nilijifunza kwa mwekezaji ambacho nikasema mwanangu, hii ngoma hii is out of this world. Kulikuwa kuna kikundi cha wadada wanacheza hii michezo kama alivyosema Devota Upatu. Wao simply walisema kwamba badala ya is there a way, badala ya sisi kupeana hizi hela cash, tuwe tunanunulia vipande. Yani badala ya kumpatia Victor 100,000, je, kuna uwezekano mimi tukawa tunamnunulia Victor vipande vya 100,000? I was like wow. Oya, nilitoka pale na nilimwambia bosi wangu, nikamwambia hawa ushosti wao wasipogombanishwa na shetani miaka 10 wakaenda na hii discipline ya kununuliana hivi vipande, washatoboa. So you come to realize masomo makubwa ya uwekezaji utafundishwa katika sehemu ambazo hudhani na mtu ambaye humfikirii. Very true. Very true. I don't know. Ndio maana nasema kila siku there is something to learn. True. Victor, labda wewe what are the lessons huko mtaani za uwekezaji ambazo wanasema kudadadeki hii sikuamini? Lessons nyingi sana. Kuna lessons ambazo unaziona nasema hizi ni zile ambazo unaziona unasema I want to be like this. Na kule kuna zingine ambazo unaziona ambazo unasema this is what I should avoid. So mimi lesson ambayo nitajitahidi kutoa zote mbili. Lesson ambayo nimeiona ambayo niliona na nikasema I want to adapt this lesson. Ni mtu ambaye alikuwa yeye lengo lake ni kufika milioni 100. Ni risk averse. Yani hataki risk completely. Sasa I think it's because of health condition. Na ni jambo lingine ambalo watu inabidi pia consider wakati wanaangalia where to invest. Don't put any, sometimes mtu afya yake tu haimruhusu kufanya vitu ambavyo ni hatarishi. Ameweka hela sehemu hatarishi, bei isemeshuka, pressure inapanda. So akaambia mimi lengo langu limekuwa ni 100 million ila ni kwenye less risky investment. Usiniambie masuala hisa, usiniambie masuala nini, utanichanganya. So yeye ananiambia for the next 7 years I'm going to hit 100 million, ambayo nikifika 100 million I will get at least 1% per month, ambayo ni sawa na nusu ya mshahara wangu. So the issue was how do I reach there? Tukamshauri, nikamwambia kuna assets ambazo unazo ambazo sasa hivi hazikujenerate cash, let's say kiwanja. Fortunately alikuwa nacho. Nikamwambia hichi ukiuza, ukiongezea na hapa ambapo umefikia, itabakia maybe let's say 10 million. Basi so hiyo ikawa ni incidence ambayo nimeona huyu mtu alikuwa focused kusema kwamba mimi next 7 years I have 100 million in money market, sababu yeye hataki high risk. So I was like okay, kumbe hata hii njia inatoboa. It's just that itakubidi uchukue muda mrefu zaidi. Unlike mimi nina risk appetite kubwa kidogo, so hii nikichukua hapa nikiweka hapa maybe I may do it in 3.5 years. So alinifungua uelewa wangu kwamba the 100 million dream is possible not only in equities, lakini pia huku kama ukiwa na hicho kitu ambacho developer na wewe hapo umekisema cha nidhamu. The lesson ambayo nimejifunza not to do ni from myself. Nilikuwa na very strong bias kwamba mimi money markets taanza kufanya nikishavuka 40s, maybe when I have
few billions to the assets that I hold. So ilipotokea unforeseen circumstance ya msiba, mimi nimefiwa na bibi tu before. This was the first time kukutwa na janga kama hili, na kunikuta niko mweupe was an experience ambayo nimesema I will never repeat again. So from that day nimejiwekea moyoni kuna certain figure I will always have somewhere, specifically kwenye money market, niweze kuitoa kwa urahisi, iweze kunihakikisha kwanza ile hela ipo salama kwanza. Hicho ndo cha kwanza. Cha pili, iweze kuzalisha kitu chochote kitu, hiyo ushare. Kwamba haikai tu, ila inaweza ikanipa some allowances, hela nauli, hela ya kulipia dina, hela ya kulipia lesi subscription, kitu kama hicho. Lakini cha tatu, niweze kuitoa kwa urahisi. So lesson ambayo mimi nimesema sitoirudia ni ile kosa ambayo nilifanya, kudhani kwamba nitaanza huku nikishafika hatua fulani, na sikujua kwamba vile vitu au investment kwenye money market zina umuhimu hata kwenye hizi unforeseen circumstances. So yeah, those are the two lessons ambazo naweza nikasema this one hii nalichukua na hii kosa story kurudia tena. Perfect. Nadhani hapo ndipo linapokuja lile somo jingine kwamba kwa kuto kuweka akiba emergency fund fulani hivi, unaweza ukajikuta umeenda kudisturb ule uwekezaji wako mzuri ambao ni long term. Yes. Na sasa swali linakujaga hilo emergency fund ikae wapi? Ndio maana unaona Victor anaendelea kusema money market, kwa sababu tayari ashaelewa kwamba hela ya emergency haikai kwenye draw. Yeah. Hela ya emergency has to earn. Yani kuna kile kitabu exactly. Rich Man in Babylon kwamba for every cent I put, every shilling now you employ, lazima iniletee return fulani. Sasa hicho kitu msikilizaji, naomba ukishike sana, kwa sababu unaweza ukawa na mipango mizuri sana ya kujenga nyumba, unaweza ukawa una portfolio nzuri sana ya hisa, unaweza ukawa na portfolio nzuri sana ya biashara zingine, real estate and so forth. Lakini ikatokea issue hapa katikati ambayo ikakulazimu uuze kile kiwanja, uuze lile gari, uuze zile hisa ambazo ulisema mimi hizi nitazihold for so long, zitaendelea kunisitiri mimi na magawiwo miaka ya mbele. Simply because sikuweza kudiversify hela kwenda kutekeleza lengo jingine. Kwa sababu when we talk about diversification, ndio tunadhani kwamba ni 60% bonds, 40% equities, lakini hata when you employ this money kwenye malengo, diversify yale malengo yako, kwamba hii hela, lengo hili kwa ajili ya haya mambo. Mimi waga napenda kusema hela ya kujistiri. Na hela ya kujistiri ndio inatufanyaga tufanye vitu vya ajabu, irrational decision making. Kwa sababu ukikosa hela kujisitiri, sasa ndio inakulazimu hata mtu akakwambia bwana, mimi nakukopa lakini kwa riba ya 2% kwa siku ama kwa wiki. Kwa unajikuta umejikuta kwenye mkopo akaosha damu, akasema you know what, sawa. Unasema unaziuza hisa, hata unaona kabisa this is a good quality stock, it has the potential ya kwenda juu zaidi. You have to let go, kwa sababu kuna kitu kimetokea. Kwa hiyo wakati unawaza mambo makubwa na wakati tayari umeshaweka nidhamu katika mipango mikubwa, usisahau kuignore unforeseen circumstances. Na katika hizo unforeseen circumstances usisahau kuweka hela katika sehemu sahihi ambayo itakava hizo unforeseen circumstances. Na likitokea ile hela ikitoka, bado kuna ushare utakuwa umebakia. Sawa. Na hapo ndipo hii mifuko ya uwekezaji kama Inuka Money Market inapokuja, inakusitiri lakini pia inahakikisha na ushare umebakia. Devota, umemsikia Victor. Siku hizi tunaona
kuna wimbi kubwa sana la dada wanataka kuwekeza. Unaweza ukaambia nini kuhusu hilo swala, kwamba huu uwekezaji huu postpone aanze mwakani, asort issue zake mwaka huu kwanza, aweke mambo yake sawa, ama anaweza akaanza tu from your experience wewe, wewe umeanzaje and how do you manage? Okay, swali zuri, rahisi gumu at the same time, lakini swali zuri. Mimi kama mdada, kama mama, nina watu ambao nawafahamu, ambao kwa dada kuwekeza kwanza ni kugumu sana. Sio kugumu ninamaanisha kwamba inakuhitaji unajua vitu vingi sana. Hapana. Ni ngumu kwa sababu wadada siku zote tuna matumizi mengi. Kwa hiyo mtu unakuwa unaona nitoe nikaeke hela wakati nina outing ka baby shower ka mtu, nina outing ya ladies out ambayo inakuja. Unaona sasa nikitoa nikaenda kaekeza huku nitakomesha vipi, na kawigi kapya na some bland shoes imetoka, style ni nyingi, so inakupa uzito la nikawekeze ama nitumie. Na hii inatukuta wengi, naweza nikasema at some point hata mimi ilikuwa inanikuta. Naanza kupima nikaweke au nifanye kwanza alafu nitakuja kuweka baadaye. Kinachotokea kwa experience yangu mimi ni kwamba ninaposema nitaweka baadaye, ile baadaye sitaweza kuweka tena kwa sababu tayari nimebeba mzigo wa nyuma. Bado still ule baadaye ninayosema nitakuwa sina. Nitasema next time let me sort hivi vitu ambavyo viko hapa mbele yangu. Na tuna vitu vingi kama nilivyosema, tuna michango ya birthday, tuna kila kitu, yani viko juu yetu. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho naweza kusema na ikirudia tena na tena ni nidhamu. Ukiwa unaelewa malengo na unayasimamia, itakupa wepesi wa kuanza kuwekeza alafu ndo uanze kutumia. Kwamba lengo lako au lengo langu mimi miaka kadhaa ijayo natarajia labda nianze kujenga. Lile lengo ndo linalonisukuma ama ndo linatakiwa linisukume, kwamba sitaki kupush kitu sasa kitu nzima ya uwekezaji mbele alafu niende nikasherekee baby shower. Ni kitu kizuri, tuna socialize, lakini kisikufanye usiweze kuwekeza. Na hicho kitu najifunza, na nimekuwa nikiwaelekeza marafiki zangu ambao nafikiri wanajua, yani nikaugomvi fulani hivi ambako nakuaga mpaka mtu anahisi kwani zako si zangu usinipangie. Lakini unaanza kuwekeza, then ifuata matumizi, and hicho kinakujengea nidhamu, na hata siku moja hutakuwa unahisi una excess cash ama liquidity ambayo kwamba mimi nina hela ambayo haina kazi. Kwa sababu tayari umeshawekeza, iliyobaki pambana nayo. Kama utaenda kikoba, utaenda ladies day out, tutaenda baharini tukapande farasi, vyote vinawezekana, but first unaanza kuwekeza. More or less nadhani tunafikia mwisho wa hii session yetu, lakini key takeaway ni kwamba uwekezaji ni nidhamu, lakini unavyokuja kuwekeza kwenye mfuko huu wa uwekezaji wa Inuka Money Market, leo nataka uchukue kitu kimoja. Usije tu unanunua kipande, bali amini kwamba unanunua lengo, kwa sababu kile kipande nataka ukitai na lengo fulani katika maisha yako. Umejipangia kwamba mwisho wa mwaka huu nataka niwe na kiwanja, then umesema kabisa naanza kusave.
then usione kwamba unanunua kipande, ona kwamba umeanza kununua kiwanja chako mdogo mdogo, kwa sababu ile transaction sasa ya kwenda kumpata dalali na kulipia kile kiwanja itakuwa execution tu, lakini ule mchakato mzima unawezekana uliuanza leo. Inawezekana umeweka lengo la kusafiri mwisho wa mwaka, bado miezi 4 saizi, kwenda South Africa for holidays, kwenda Dubai for holidays. Unapoanza leo usiangalie kama nanunua kipande, angalia kwamba ninaanza kujiandaa na safari yangu ya kwenda Dubai, ili by the time inafika Disemba ni execution tu, ni utekelezaji, lakini safari ilianza leo. Tumeshalipa ada mwezi wa 6, inakuja batch nyingine mwezi wa 12 ambao ni ngumu zaidi. Usisubiri ifike mwezi wa 12 then uanze consolidate mikoba mbalimbali. Njoo nunua kipande, na usiwaze kama nanunua kipande tu, aza kwamba ninaanza kulipa ada mdogo mdogo ya mwanangu leo, ili by the time inapofika mwezi wa 12 ni execution tu. Kwa hiyo kipande kile usikione tu kikiwa 130, usikione tu ni kipande. No, angalia that is a facilitation to my goal. Yani ile ni nyenzo ambayo inanifikisha karibu na lengo ambalo nimeliweka. Kwa hiyo mwanzo tulisema kaa fikiri, hela yangu inanifanyia kazi gani? The thing ambacho nataka utoke nacho sasa ni kwamba kazi ya hii hela ni haya malengo ambayo yananifanya nipambanie maisha yangu kila siku. Kazi ni kiwanja ninachokihitaji, kazi ni kodi ya nyumba kodi ya nyumba ambayo nahitaji kulipa, kazi ni gari lile ambalo natamani kuwa nalo, kazi ni maisha yale ambayo natamani watoto wangu waishi, kazi ni good time za maisha ambazo natakiwa ni zile kama binadamu. Sasa naitumiaje hela kuweza kunifanyia hiyo kazi? Unaweza ukatumia njia ngumu sana ya kuweka hela kwenye draw, lakini kuna njia rahisi ambayo unakuja unawekeza katika mfuko ambao ni salama, upo regulated, chini ya mamlaka za kiserikali, and in our case CMSA. Mfuko ambao unakuwa managed na professionals ambao wamekuwa ndani ya soko kwa zaidi ya miaka 30, yani Orbit Securities. Lakini mfuko ambao unakupa competitive returns. Unapata chance ya kuwa closer to your goal, lakini ile kazi ambayo umejipa ama lile lengo ambalo umejipa umeitani kuwa kazi kwa hela ambayo unaipata saizi, ili iweze kugenerate taratibu wakati wewe unaendelea kufanya shughuli zingine. Kwa sababu you can only be at one place at ndani ya muda mmoja. Kwa wakati wewe unaendelea kupambana kupata nyongeza, bado kuna askari anakuzalishia. Askari huyo ni nani? Ni kipande ambacho kipo wapi? Inuka Money Market. So that is what I want leo ukichukue. Usinunue kipande tu, bali amini kwamba kipande kile ndio nyenzo ya kufikia lengo lako. Tai kipande kile na lengo ambalo unataka kulitekeleza katika maisha yako. Asante.